Niaje wadau, welcome to Off the Record episode 5. Niko hapa tena kuwachanua, kuwapeleka na rada na story na constitution na law. Na leo nimekuja kuongelea kitu moja serious sana, especially kwa sisi vijana. Wase wenye unasikia umefika age fulani, manze siwezi ishi mtaani tena. Nasaka mtaa yangu, nasaka keja yangu. Na days za benezita mabuzi wakuje tutulie tubonge, mali madhe hata interfere kidogo. Mali niko kampo, siwezi commute, so nahitaji keja yangu, place ya kuchill. Nimeanza ile mboka yangu ya kwanza after campus. Nataka place ya kutulia, nimechill ile place. Lakini najipata na ngori moja, nakuja hiyo day moja unakuja unapata mlango yako iko na padlock. Unakuja hiyo jioni unapata umezimiwa stima, unakuja unapata umezimiwa maji. Kama umeinteract na kitu kai before, by the way episode ya leo ni juu yako. Story na tenant law na anything ina relate na venye unafaa kurelate na landi wako based on the constitution. So for today nataka kuanzishia tu na story moja simple. Ama story moja, siwezi sema simple, hii story ni, naweza sema ni interesting. Juu inanipata niko campus, I think nilikuwa third year. Metulia pale kejani. Kiasi niko nimetulia, nilikuwa na maboys tumechill, tunawatch movie pale. Stima inapotea. Tunaangalia hivi wifi, naangalia wifi naona wifi yangu peke yake ndio isomi. Hizi zingine zote za building za ya neighbor inasoma, huyu mwingine inasoma. Kiasi ngori napata mimi ndo sina nare. Nafikiria ni token. Nenda na buy token. Nikienda kuseti token kwa neighbor juu kulikuwa na ile ngori fulani uweze ka token kwa keja yako kama ishaisha kabisa. Lazima uende kwa neighbor. So nenda kwa neighbor na ka token, nikiweka hivi token, manze inaingia inaniambia accept, lakini nikienda kwa nyumba bado sina nare. Nabaki nimevutia kiateka. Nampigia simu namuuliza, bro, rada, mbona sina stima kwa keja yangu? Kuna kitu kwani imespoil? Ananiambia, hebu pigia agent, usikie venye anasema. Kitu ya kwanza inanihit ni, umelipa rent? So nachukua simu yangu kwanza, hata kabla nipigie agent, naenda kwa M-Pesa statement, naangalia, tafuta Equity pale napata, nishalipa. So siko late on any payments, niko set kila kitu. So ni ile naingia kwa simu, nachukua namba agent, namvutia namuuliza rada. Kwanza anachukua simu kwanza kama amejaa mbaya. Namwambia, bro, ongea pole pole. Hata mimi sina hasira kama wewe, na mimi ndo nimezimiwa stima. Shida ni gani? Ananiambia, unadai kunilipa venye unataka. Mastori tu mingi. Nikamwambia, kwani hujakuwa ukiona meso zangu na umekuwa ukiniletea risiti? Ananiambia, hapana, kuna doja lipa nini. Nikamwambia, mimi nimefuata risiti, sidhani niko na discrepancy mahali, sidhani niko na ngori. Lakini saidi yake ilikuwa nikaa, sijui ni mboka ilikuwa imempeleka mbio ama nini. So alikuwa more kukuwa vocal than ku-express ngori ama kutry kunisikiza kujua tunasoti story. At the end of it, nikajam, akaniambia, hata unaweza toka kwa nyumba yangu. Nikamwambia, hata mimi naweza kalia deposit. Ukiakuwa na contract, si wote hatukuwa tunafanya the right thing. Lakini saa tungedu, juu si wote tumeamua hasira take control ama kiburi ingilie story. So in relation to that, nimekuja kuinteract na mamori wangu different na ma-situation different za ma-story za wase kufungiwa nyumba, juu ya story na rent, ma-story na kukuwa na issue na malandi juu ya keja. Na leo tunaenda kukavia hiyo topic. So in relation to that, context yetu generally nenda kudeal na story na Landlord and Tenant Act na Rent Restriction Act. So Rent Restriction Act iko design kuprotect tenants in residential houses wenye wanafall under a certain rent limit. Hawa wanakuanga mostly wasenye wako in the category of the low income housing. Unaona? Hii stuff inasaidianga kuregulate how much rent msee anaweza kuwa charged na masaa pia inaweza kuwa increased. Na basically idea behind kitu kaa hii ni kuavoid wewe ka raia kukuwa exploited na mwenye anakulipisha keja, landi wako, vako kaa hizo. As in, usiamke tu day moja msee akwambie, by the way rent
rent imepanda bei, rent imetoka 10,000, rent sasa ni bob 12 na hakuna kitu unaweza do. Unapata tu alafu unajua sasa kama mshai notice hii stuff hamletewangi, hautumiwangi hata message, hata waambiangi kiateka bana tumia kila mtu message yake ya heshima. Sijui nini nakuanga shida, unapatanga mmekewa poster kwa gate bana, kama venye mtu anawezeka kwa gate, mwenye ameanua nguo zangu rooftop top ya blue rudisha. Bro, such things I think tunafaa kuwa tukichukulia na seriousness yenye ina deserve that. Hakuna venye utenda uweke notice kwa gate uambiwa say umepandisha rent. This is an important thing. The same way ulienda ukaambia tenant wako shika contract sign ini ya kuonesha umeagree na this na this na this. The moment nataka kualter with anything on it, it's respectful enough mimi kutuma memo ama kuget it directly to you in a formal way. Unaona? Hiyo ni stuff yenye hata Landia Kizua anaweza sema i stand in court cause atakwambia nilimpatia karatasi inaonyesha tunapandisha rent. Hakuna mahali alicomplain. Lakini ukiweka kwa gate mimi nikwambie sikuona, utaniambia nini sasa? Tuongee tu ukweli. Realistically speaking, hakuna kitu tutasema ku change anything about the situation. So in relation to hii nataka tuangalie pia Landlord and Tenant Act. Ina deal more na controlled tenancies. Hizi ni agreements that don't have long formal leases. Hizi ni agreements zenye unapatanga zina lasting between month to month. Ni month to month agreements. The same way sisi tunaishi sasa. Like hiyo vako ya rent ama rent ya maduka. Like ni do unalipa end month to end month. End month ikifika ama mwanzo wa mwezi kianza unalipa hiyo ganji. Na both of these acts zinatupea power kwa staff inaitwa the rent tribunal. Ini special body yenye tenants wanaweza enda kama wako na disputes na malandi wao in relation to vitu kama rent increases, my eviction ama mafailure za repair kwa property. Na hii tribunal iko hapo kusaidia kufanya hizi vitu ziende haraka. Tribunal ni kama unaona venye kuna kuwaga na sijui, acha nieke kwa hii situation, sijui kita make sense. Venye kuna kuwaga na nyumba 10, tuseme kukuwe na ngori within nyumba 10, before wase wa jam wasema wanapeleka story kwa chief ama waende police station, wanabonganga kama nyumba 10, unapata chairman na address the whole issue. Unaona? So ni the same concept. So rent tribunal ina serve the same purpose. Ni kama place yenye mnaenda kushughulikia ngori yenu before mfikirie kwenda hadi kotini. Unaona? So like rent tribunal iko hapo kuwa sort, na kama hawezi wa sort fikeni kotini. Unaona? So hapa tunasema constitution inasema everyone akona right to housing, dignity na fair treatment. Na law kama your rent restriction act na landlord and tenant act ni tools zenye zina protect those rights practically kwa life zetu. Unaona? So hizo rights zina exist. Tuko na right to housing, dignity and fair treatment, but however through the rent restriction act na landlord and tenant act ndo hizi stuff zinakuwa exercised na zinakuwa sorted out to us. So tukiongelelea kenye tenant law inaongelelea in relation to the constitution, ya kwanza ni right to housing. Hiyo ni article 43 1B. Nasema every person has the right to accessible and adequate housing and to reasonable standards of sanitation. This guarantees that everyone should have safe and decent housing. Constitution yenyewe inasemaje bro? Usishi, najua circumstance ni kitu moja yenye hatuwezi, as much as tunaweza fight, tuko na limit to what we can do about it. However, constitution inasema wewe kama raia, wewe kama Mkenya uko na right to housing. Na hii ni accessible and adequate housing. Accessible na maanisha nini? Nafaa kudoze, nafaa kuingia mtaani, nimetoka mboka ama nimetoka place nimetoka, naweza fika kwa mlango yangu nifungue niingie nilale, nifungue ni chill. Unaona? Adequate na maanisha ni available, naweza ipata, haiko limited to how much naweza access. Ya pili, right to dignity. In article 28 sema every person has inherent dignity and the right to have that dignity respected and protected. Pena kuambia tenants
hawezi kuwa subjected to illegal eviction or harassment, as that will violate their dignity. As in, wewe kama tenant, wewe kama mse mwenye umerentio keja, kama hii eviction haiko valid, kama si legal, of which ndafikia point inakwambia legal eviction ni nini. So kama hii eviction si legal, kama si valid, uko na right that if stuff ifai kuwa affect at all, ifai kuwa ikiinterfere na life yako in any way at all. Number 3 tunasema right to security of the person. Article 29 1A inasema protects against being forcibly evicted or having personal property unlawfully removed. Inaweza sema nilinotice personally ikiaffect wase ile period ya corona. Hiyo time ya COVID kuna venye ilifika point wase venye wakuamboka. Wase walikuwa wanaanza kuchujwa kwa makeja juu ile vako ya haujalipa rent. Unapata jumse hajatoka kwa nyumba, landia kuja kufukuze, anakuja na ngoa mlango yake kwa nyumba ama na ngoa mabati mbili pale kwa rufa na kusho wewe unadai kubaki, we baki, unaona. But sasa ini unlawful eviction. Ama ile mtu anakuja anatoa vitu zako kwa nyumba na lazima, hiyo ni unlawful, na hiyo according to constitution uko protected against it. Na kitu kama hiyo ifai kuwa ikihappen, msi anafaa kuweza kubonga na kuuse the right channels. Hadi wewe unafaa kulipa rent. Kitu moja nataka understand ni hiyo, hakuna mali nasema hiyo ulipe ni kunoma saka ganji bro. Siku rahisi manze, si wewe peke yako, but juu unaishi kwa keja mse, hadi mse mwenyewe keja na dai ganji yake. But sasa kinyi mimi nataka kufocus nao sai kwanza ni the fact that mse hana right ya kukutoa kwa hiyo keja na fujo juu jamkanja do yake. Na cheki Number 4 tunasema right to fair administrative action. Hiyo ni article 47. Tuambia any decision that affects a tenant, hiyo ni story na eviction ama rent disputes, must be lawful, reasonable and follow due process. As in fair administrative action inamaanisha hizi stuff zote si landia na mkade moja na realize wallahi niko na loan fulani na nikimbiza nafaa kujaza, anasema wase nafaa kuadisia ka 15 soko yo rent z. Ifai kuwa kivo, inafaa kuwa kitu ni process. Anakuja anaambia by the way na kupandisha rent na ganji fulani, anaambia by the way kidogo ngori, unaona. Ni understanding una come to si kitu yenye yeye anaamua alafu ina happen. It's an understanding you're coming to, cause hiyo si kitu yenye kwa contract yenyu, unaona. Unless ni kitu ilikuwa stated kwa contract that circumstantially ama on a certain basis rent inaweza kuwa increased ama certain things in regards to venye mnakuwa na charges zinaweza change na mnakuwa notified about it, then it make sense. However, kama kuna information ka hiyo, then I make any sense we could go through such a thing, unaona. Ufai kupitia ngori ka hiyo at all. Next tunaongelea number 5, right to access justice. Hiyo ni article 48. Tenants have the right to challenge unlawful actions in court or tribunals if their rights are violated. Hiyo ndo kitu nilikuwa na show. Hiyo point yenye Landia amesema, Kenya amesema, na naonaendo final say na hakuna mtu anaweza mwambia juu keja ni zake. Wewe uko na right na constitution iko na inakuallow ku access your justice, that unaweza enda useme umsi amefanya hivi na hivi na hivi na mimi na feel si right na ni dingo risotiwe, unacheki. So the moment you approach na such a thing, wako in a position ya kukusaidia ama kusikiza ngori yako, cause hiyo ni part ya constitution. Uko na right, uko na right ya kwenda kotini, uko na right ya kureport kitu yote na kusumbua ama ngori yote uko na on your end. Ya mwisho number 6, principle of non-discrimination. Hiyo ni article 27. Tuambia all tenants are protected equally under law regardless of gender, ethnicity, religion or socio-economic status. So imanishi juu keja zako ni za 50 Gs na mimi nakaa sina gari peke yangu kwa hiyo ploti, alafu niende ni report kwa reason yangu nimereport ni juu mimi ndo nakaa tu niko na shida huko pia. As in hiyo hapo nimemedi na story na socio-economic on basis of standard yako ya life mali huko in terms of living, unaona.
religion, mi ni Muislamu, mi ni Mkristu, mi ni Buddhist, as in on basis of whatever religion iko ndani, unijudge on that, ama nisiget the necessary assistance on basis of that. Totally wrong, na haifai kuwa ikihappen in that way. So the constitution hapa doesn't haitupatiagi step by step rules about leases ama rent, but ina set kitu kama framework ama fairness, ina set framework ya fairness, dignity na protection. As in haituambii like inafaa kukua hivi exactly, but inatuambia in relation to vitu kaa hizi inafaa kuwa within this parameters, like inafaa kufall within these specs, unaona, ndio iweze kuwork. So hizo vitu zote zenye mnasema kama hazifall ndani yaka kabox kangu, hazi exist, basi hazifai kuwa hata zikiwork at all. So hapa nadai kuamedisha na tsemeka zitaje nikake scenario. Niko na mori wangu fulani, the same two situation. Mtu amepatana nayo ngori ya rent, landia na mkade moja nawambia, yo bro, mi naongeza do fulani, weka udai unaweza chuja, unaona. So hapa nadai kuambia practically tumedinao na constitution. Umse ameambiwa we na day rent tuseme ulikuwa unalipa ka bob 7, umse amekuja kwamba unaongezea bob 3 kwa hiyo rent juu nimetengeneza hapo nje parking lot, maji siku hizi ni 24 hour, nimeka wifi ya building, mimi nilikuwa na wifi yangu bro. Okay. So nikimedina in that perspective, we imagine umse amefungiwa ama anaambiwa hauna option, we hama ama ufike bei. Nataka kuamedisha na constitution. Hapa ukiangalia kwanza kitu ka article 43 1B inasemaje, umse ako na right to adequate housing. So hawezi mchuja kwa hii nyumba juu wewe umeamua kupandisha bei, umeviolate rights zake. Kwanza umesema haujampea option ya kurespond, because the moment landlord amebonga juu ya story yoyote in relation to nyumba, any information amekupasia, nalisi nataka utoke kwa keja yangu, nalisi nimepandisha bei, nalisi kutoka sahi units za maji zitakuwa zinalipwa differently, the moment amenipatia information niko na all rights correspond, mwambie in regards to kinyumenchapia, mimi na feel hii na hii na hii haiwezi work, inaweza work hivi na hivi na hivi, niko na hiyo right ya correspond. Unacheki? Because it's more of a conversation. Tuna try ku agree. Ini stuff haiko ina exist. Because the only contracts in exist hapo kati yetu ni contract tulisign pamoja nikiingia kwa nyumba. And actually hiyo ni kitu moja important sana. Unafaa kukuwa ukifigure out by the time unaingia kwa nyumba. Contract inasema nini? Because most of us mess ourselves up. Saa zile unapatanga msee hajui nyumba ama hajui contract ya landlord mwenye nyumba na dai aje. Kwanza kitu moja yenye ilinikatianga sana ni najua inaweza kuwa shida ya watu hawana pesa, lakini sasa na mediaje unaonanga ingori fulani ya rangi, hata wanakuanga wamechezea rafa hapo just to divert kidogo. Niko na mure wangu wanahama kwa keja, unajua ile vako unasemanga acha nihame hii mtaa, nikihama hii mtaa najua naenda place fulani, nikilipa huko unajua nikihama probably in the next 2-3 weeks, hata wakikaza sana wanipe at the end of the month ndarudishiwa deposit yangu. So boys anajuanga keja yake alikuwa na deposit ya 85 imetulia, ashapiga mahesabu zake polite, anajua kuna 85 inakam, anangoja hivi end month anaona diming ya bob 4, anapigia mwenye nyumba simu, anamuuliza bro, kwani rada, kwani mbona umenitumia taone, kuna kitu niliharibu kwa nyumba yako? Anamwambia hiyo ingine ilikuwa ya rangi. Kijana anajiuliza, mimi naishi bed sita, umenikata 4500 ya rangi, lakini unajua utafanya nini? Hakuna maluli agree ama hakuna maluli sign, hakuna kitu unaenda kuchange, cause hakuna kitu totally unaweza fanya at this point. Ni wewe uchukue tu na uchill, unless unataka kwenda koti kuanza kufuatiliana na hiyo ganji, na niko sure high chances ni expensive kushinda ile ganji ungetumia kuachana na hiyo story in the first place. Kitu ingine yenye umuri wangu alifanyiwa ni hapa landlord wake amemdisrespect,
na dignity yake kama mtu na nafanya kuwe vulnerable na unsafe in such a situation. The moment unakuja unaniambia nisipofika bei ya mali unaongeza rent ikue, nisipofika bei unanichuja kejani, unafanya na kuwa vulnerable, unafanya na kuwa unsafe. Cause at this point najiuliza, nimekuwa nikilipanga do fulani, nimekuwa nikishi in a certain situation, alafu unadai tu siku moja uamke uniambie by the way bro sikia haiwezi na hakuna kitu naweza do. Hapo unaniacha position moja, umenimesa juu sijui naenda kufanya nini next. Unaona wewe umeamua kufanya hivyo abruptly, haujaniambia. Ama normally wase wengi wajuangi, ama kitu moja yenye najua watu wengi wajuangi, hamjuangi mko na option ya correspond. Kitu moja unafaa kujua ni hiyo, umse unaweza respond the same way amekuambia anade ulipedo fulani, the same unaweza mwambia usikii ganjo nasema ngori. Kuna kenye constitution inasema about such things, mko na position kuongea about it rather than him making or her making the decision. Kitu ingine yenye mori wangu amefanyiwa hapa ni ukiangalia article 47 na deal na fair administrative action. Even in disputes over rent, landlord anafaa kufuata due process. Haizi make unilateral decisions. As in, haizi amua tu venye anataka, like unilateral ni tumeamua tunaenda hivi na tunaenda hivi. Hakuna direction nyingine tunaenda. Tumeamua ni venye nasema ndo kunaenda. Hivyo ndo kuko. Hivyo ndo inamaanisha. Na haifai kukua hivyo watol. Unaona? Constitution ndo inasema haifai kukua hivyo watol. So hapa tukiangalia on basis on that nasema tu tenant akona right to a written tenancy agreement. Kenye niko na wachapia, una need contract. Unaona? Hata kama ni verbal ina account bado kwa law, lakini unajua ngori ya verbal mara mob inatakanga witness. Written iko na signature, iko na nini ya agency ama ya kampuni ama ya landi, na iko na signature yako confirm uli agree to the whole thing, na kila mmoja wenu ako na copy. Usikubali over kwa cha copy, piga picha wacheki, usibaki bila evidence at all times, especially kwa unajua ngori inaweza kukupata. Usibaki bila evidence. Protection against unfair eviction, landi anafaa kukupea notice ama for the due process. Right to habitable premises, place unafaa kuishi inafaa kuwa na basic maintenance na utilities. Najua circumstance na forcing vitu zingine, lakini kuna mamta zingine muufika mina cheki venye zinakaa, unajiambia tu hapa yenyewe chances za mse kukuwa msik ama kitu tu messed up kwa peni ya mse health wise ziko juu based on venye the whole place inakaa ama venye area mzima inakaa. Unaona? Ingine ni right to privacy. Landi haezi show up kwa mlango yako na ingie bila notice. Hiyo ni kitu moja important. The moment unalipa rent kwa hiyo nyumba si ya landlord, hiyo nyumba ni yako. Akitu siwezi sema ni funny, but ilini hit ka funny cause kuna venye huyo agent alikuanga na kiburi. Mtaa fulani huko nilikuwa nakaa, nilicheki tu ameingia kwa keja mse, ile vurugu juu mtu alikuwa rowdy the previous night, makelele nini. Anaingia kwa nyumba yake, anataka kumwambia atoke by force and all. Aliingia hivi kwa nyumba, alitoka kwa hiyo nyumba na madent, na hakuna mse anaweza msaidia, na hakuna mali anaweza kureport juu the moment unaenda kureport mwenye nyumba akujui, we ni agent, yana dealing na caretaker. So kitu ya kwanza umefanya hapa ni umeinvade privacy. Unaona? Trespass. Umse ajue ni nani, na in the situation ni mse ajue ni nani. Reaction yangu ya kwanza ni kujiprotect. Hata sikufikiria kukuuliza ni nani, juu sijui nini unadai kunifanyia. Umeingia na hasira yako, umenipata huko ndani na uoga yangu. Nikikufanyia kena kufanyia itakuwa rough kwako, itakuwa kupenda kwangu, lakini sasa ikwangi intentional pia. So as in such situations zitakuwa avoided if only such people respected privacy ya watu wengine, ama wajua that kuna kitu inaitwa right to privacy.
kuna kitu inaitwa hiyo ya mwisho, refund of deposit. Ile stuff nilikuwa nawaambia wethe kwa mjanja, kitu moja mnajimesingi up nayo, ama naweza sema tu ni basic knowledge yenye wase wengi, ama mi mwenyewe sijai made nayo until recently, ama haijai kuwa kitu inanisumbua sana until recently, then ka realize hiyo ni stuff unafaa kukuwa keen nayo. Wengi kwa nyumba ukisha hamia, ama the moment unasika nyumba, muulize refund yenyu ya deposit na wakaje, deductions zenyu default ni gani, kuzo wakwambiaga ukisha hama nyumba after 1 month tunakurudishia do, lakini ukisha rudishwa do namba alafu tulikata pesa ya yenye hukuambiwa mara ya kwanza. So get the necessary information, inaweza work to your advantage to the moment that humsea kukwambia information pia hata kona rate ya kukate odo. Kama uko na nguvu, unajua mali unakimbia na unasoti hiyo story. Hapo next na date ingie kwa story na landlord obligation. So far tumefocus na tenants rights under article 47. Hiyo ni right to fair administrative action, but iko equally important to understand landlords, kinyi landlords wako legally obligated to kufanya. Tuko equally important, it is equally important to understand that landlords are legally obligated to do and respect those rights. Like kuna stuff tunafaa kujua zenye landlords wanafaa kufanya by default under our rights. Hizi ni stuff zenye landia naambiwa, by the way, when ilando mse, ini stuff unafaa kukifanya by default. Provide proper notice. Hiyo stuff nimeshinda nikiwaambia, usikuje kunichuja kwa nyumba kauja nipea notice, najua sija kulipa ganji yako. Inaweza kuwa ni makosa yangu, inaweza kuwa niko na kiburi, inaweza kuwa nataka kusumbua, sijui, inaweza kuwa nimekalia deposit. Unaona? So najua hiyo wako kalia deposit, inaweza kuwa nimekalia deposit. So usiponitumia eviction notice na mimi sijui na tuko na contract, sasa makosa ni yangu aje? Unaona? Malandi wanafaa kupea tenants written notice before any major action, kama increase rent, terminate lease, ama kuingia property. Like the moment unaingia kwa hii keja, the moment unaniongezea kitu kama rent, the moment unataka kuniambia after hii contract imeisha sitaki tuendelee nataka uishie, nipe notice in advance. Na constitution inasema hii stuff inafaa kukuwa written. Ukinipigia simu ni recorded, yes, na make sense, but constitution inasema na need something formal, a written notice ya kuniambia bro ina happen. Unacheki? Follow legal procedures for eviction. Unataka kunichuja kwa nyumba, kuna the necessary processes. Umse najua aja kulipa rent yako mara kadhaa. Unaona? Bro, hujalipa rent yangu miezi kadhaa. Mimi kalandi kitu ya kwanza nafanya kuja na kuandikia notice na kuambia by the way hujalipa rent yangu, na on basis of this nimekupatia certain period ukumevacate nyumba yangu. Unacheki? Uko na right ya kurespond, uniambie by the way siwezi toka juu ya hii na hii na hii, ama juu nafanya hivi na hivi na hivi, na mimi nikwambia by the way in relation to that pia nimechoka kusikia, wewe ishia tu. Unaona? Tunaweza have the conversation. Point ni nimefuata the right procedure na nimekuelezea. So in any case nitakuwa at a better position kama landlord kukupeleka kotini niseme by the way nimefuata the necessary process ya kutoa mse kwa nyumba, lakini ni kama hatusaidiani ama hatusikizani hapo. Unacheki? Maintain the property. Bana, ukisha kelea ganju ujenge hiyo building. Hiyo building hiyo chapa miaka ziusonga. So renovation ni important. Kuna vitu necessary zenye wasi wanafaa kufanya kusort such things. When landi usituachie building na matakataka. Building is queen alik. As in kuna vitu basic hygiene to basic maintenance za building za kufanya kue at a good state ya wase kuishi. Unacheki? Kuna mabuildings zingine unaingiaga ama unaona unaogopa hadi kuingia, unashangaa huku ni wapi unadai kuingizwa. Unaona? Respect privacy and quiet enjoyment. Landi hezi ingia kwa keja ya tenant.
ini hawezi ingia kwa keja ya tenant without any prior notice that mimi nakuja kukuona ama you should be expecting me to be at your place. Unaona? Ini disadvantage kwa kwako ka landlord cause unanieka kwa position ya kukusuu. In this case umekuja kwangu bila notice, hawezi ingia kwangu. Unataka kukuja but hawezi ingia kwangu venye wewe unataka. Huku ni kwangu sahi, umenirentisha, so hapo unafanya venye mimi nadai ama unanotify that unakuja kuniona. Unaona? Unless kuna emergency ama ngori yoyote yenye like nile unforeseen. Unaona, cheki kitu kama moto landia kiingia kwa maagent juu alikuwa karibu ama kiateka, ina make sense cause moto inawaka, hakuna kitu anaweza do, anafaa kuingia kusaidia. But situation ya mangori hafai kuingia kwako unless unanid ingie kwako ama unless amekunotify na anakuja kwako. Provide receipts and transparent accounts for your own sake. Kama tenant inakuanga advisable that una keep record of receipts zako. Assuming one is today, probably si unalipanga keja yako, unapatanga probably this month mama alilipa, next month mzee akalipa, hiyo ingine ulitumiwa do ukajisort. Nacheki mseka wewe ni msee mwenye unafaa kuwa rada ya maresiti, probably story na kuzipiga mapicha zikuwe safe. Ama kama wewe ni msee ujilipia unakuwa sure unaweza fuatilia statement yako ujue unaweza sema nililipa hii day kwa hii account ndo hii na ni consistent, kitu kaa hiyo. Unaona? Inasaidianga ensure transparency na reduce disputes. Ni ile story nilikuwa nawaambia ya agent alikuwa amezima stima akiassume rent hajalipwa na ni yeye hajaona transaction messages from their end. Unaona? Na amekuwa akiprovide receipts. So do not be an inconvenience over something that inaweza kuwa sorted out by proper documentation. So kwa situation kai tseme sasa vile niko na wachapi hapo, mimi ka landi nimekuja napata haujakuwa ukilipa rent yangu ama hujalipa. Instead ya mimi kukuthreaten na kuchuja kwa nyumba vile nakwambiaga ndakuzimia stima, ndachomelea mlango, sijui hizo mastori, nafaa kupatia a written notice. Kupatia written notice ya kuambia na need payment yako ikam through, payment yako ijakam. After nimekupatia notice, wewe kama tenant wangu na kupatia chance ya kunegotiate ama kurespond to the whole thing. Uniambie by the way manze kuko hivi na hivi na hivi na kwa ingori na dai kuisort hivi, so kwa sure ndaipanga. Unaona? Ama mwambie venye kuko naona ni kama nimelemewa, naomba nichuje kwa keja yako by day fulani. Unaona? Hapo umejibonga. So mimi kala ndi kitu ya kwanza nimefanya ni nimekutumia notice, nikajibonga, nikakwambia situation yako venye iko na venye unisaidii na venye unaweza fanya unisaidie, and then after hapo the next thing ni wewe unafaa kurespond. After hapo ndio mtu sasa anaweza approach rent tribunal. Hiyo ni saa zile mimi kama landi nimereach out kwako, ukakosa kurespond, ukakosa kushughulika, bado sina right ya kukuja kukufukuza kwa hiyo nyumba. Najua hujafanya venye nataka, lakini constitution after ushani fuck up ama ushani mess haikuallow kukuja hainiallow mimi kukuja kukutoa kwa nyumba yangu ni kuchuje. Kitu naniambia ninafaa kwenda kwa rent tribunal. Rent tribunal ni kaa koti ndogo. Rent tribunal ni kaa nyumba 10 ya story na hii stuff ya huko kwa story na makeja na malandi na rent na hizo mastaff. Unaona? So hapo kwa hiyo story inakuja under this, nataka kuiongelea kama the dispute resolution process. Even with clear rights and obligations, disputes between tenants and landlords do happen. As in hizi ni stuff normal zenye hatuwezi avoid. Unaona? The constitution and the tenancy law provide structured ways to resolve these disputes without resorting to illegal actions or taking matters into our own hands. So point ya constitution na hiyo rent tribunal ni kutusaidia sisi tusichukulie matters into our own hands. Juu ndo the illegal part of the whole process. Like ungesaidika bro, lakini ulifanya tu ufala moja, ulienda ukangoyo mlango kwa nyumba yake.
Sasa usikiwe ndo utamlipa. Jo kung'oa hiyo mlango na ni nyumba yako. Ungemwandikia tu barua na umsikizie. Alafu akikata unafika koti na hakuna kitu atadu. Koti itamwambia cha kufanya na hizi kosa kusikiza. That's the best part. The best part ni constitution, court no final say. Like hata uduaje, hakuna mse anaweza say anything more than that. Like hakuna mse anaweza object. So hapa nataka tuangalie how hiyo dispute resolution inawaka Kenya. Ya kwanza ni tuko na hiyo rent tribunal. So dispute most, especially zile zina involved controlled tenancies or unfair rent increases zinaanzaga kwa rent tribunal. Ukipata uko na hizi mangori za illegal eviction attempts, dispute over rent increases, unreturned deposit, failure to maintain property. Sasa hizi mangori ndogo ndogo, lani anadai kukuchuja kwa keja, anadai kuongeza rent, haja kurudishia dipo yako, haja maintain property fit, building na kashodi vibaya. Kukiwa na such situations ndo unapataga mnapeleka kwa rent tribunal. Rent tribunal inasaidianga, ina provide a solution to such situations. Sama inaleta solution kwa mangori ndogo ndogo kwa hizi bila kufikia koti, because koti inaweza kuwa in this case a little bit expensive kufika, more of a process kusaidika than kwenda through the rent tribunal. Hapa practical neza sema maintenance ama landlords wanaweza file complaint to the tribunal in writing. Alafu hapa tribunal ina hear both sides of the issue. Alafu ina provide a legally binding decisions. Ni kama mmeenda koti bila kwenda koti. Ya pili ni mediation. Saa zingine hizi disputes zinakuwa resolved through negotiation ama mediation before going to the tribunal. Sasa inakuanga tumekatiana pale na agent ama probably na landia tulewani story na ganji. Kuna venye situation imepatikana ama solution imepatikana that mimi na landi na kiateka tumekaa chini tukabonga na tukasoti ile shida yenye ilikuwa katikati yetu na kila kitu ikarudi kakuwa best. So mediation hapa in this case imetumika kwa process kusoti ngori na kwa avoid sisi kuinterfere ama sisi kugo through all this thing. Unaona? Kugo through the rent tribunal, kugo through court ama as in tumetumia mediation kuwa mambo mingi. Actually iko chini ya rent tribunal. After hapo sasa tuko na court na hapa sasa pia mediation inakuanga faster na less confrontational because haina back and forth mingi, ni ile tu mara mingi na I think from my understanding mediation ni tumekaa chini kama wazee ama kama sisi kama watu wakubwa, acha niseme watu wakubwa. Tumekaa chini kama watu wakubwa na tuka-agree that hingori inafaa kusotiwa hivi na hivi na hivi na venye ilifanyika ilikuwa vibaya na ifai kufanyika hivyo na inafaa kusotiwa and all. Unacheki? Hapo ndo mediation ina come in. Ya mwisho tunasema ni story na koti. So ina deal na serious disputes like complex eviction cases, property damage claims, ama saa zile tribunal imepeana decision yenye una feel hii decision yao se ni kama hako wanataka kunisaidia kabisa, itabaki nimeenda koti. So ni kama unavenye mtu ushikwa anaenda ndani and then wanatoa ruling, wanasema based on this umekuwa judged guilty nini unapatanga mse ameenda ndani and then ana appeal. So kwenda koti after rent tribunal ni kama ku-appeal to the whole thing. Ni kama kusema IZ imekataa, ni kama wase wanisaidia, acha niende kwa koti nionekana ndapata a better decision. The constitution guarantees the right to access justice in article 48, meaning anyone can take a case to court if their rights are violated. So the moment una feel rights zako zimekuwa violated, it's easy sana kupeleka koti na una get the necessary assistance. So from hapa nataka tu kuambia the law encourages structured dispute resolution.
hiyo ni through tribunals, mediation na koti, so that the tenant and landlord conflicts are settled legally, fairly and peacefully. You don't have to take matters into your own hands or accept unlawful actions. Si lazima ubebe ufala, si lazima uvuruge, si lazima utake action. So in relation to the whole thing, tumepitia the whole rent tribunal, your landlord tenancy act. Basically hapa ni kuachanua na basic need yenyu, cause ni housing. Sitakonga basic needs na konga food, shelter, clothing. So ini shelter ni one of the most basic needs, ni one of the basic needs. How kuishi bila shelter ni messed up. Na mtu hafai ku violate right yako ya ku get good housing. Na pia mwenyewe haufai ku take advantage of such a situation. Na pia wewe kama landlord unafaa kuwa at a position ya kuunderstand ni nini unafaa kufanya kujisaidia ndo tenant wako asikubebe ufala pia. Unaona? So saa zile hauna rent unafaa kujua cha kufanya cause nimesha kuchapia. Na saa zile haujalipwa rent yako unajua cha kufanya juu nisha kuchapia. So for today nadhani tumefunga hiyo story. I hope me learn from you. I hope mtai take in. Na in case mkona any feedback mnadai kuq in, social media platforms ziko open. Response ko pale mbio mbaya. Feel free to reach out. Thank you so much for subscribing. Muendele kusubscribe, kulike, kufollow, kuwatch the content. This is Off the Record. Tuonane episode next wadau.